akiwa bado anashiriki yale mambo ya uganga yale. Hallelujah. I think I was like 10 years. Kama miaka 10 nikiwa mimi na mdogo wangu. Hallelujah. Wakati tulikuwa wawili peke yetu, lakini nilikuwa na ufahamu. Hallelujah. So kuna vile ambavyo shetani alikuwa ameingilia sana familia yetu, na mimi nisingekuwepo hivi sasa ni kwa neema tu ya Mungu pekee. Hallelujah. Sasa nilikuwa napata mama yangu kuna kile kitunguri kile kidogo. Hallelujah. Watu ambao washapitia hayo mambo ya uganga wanaweza elewa hiyo kitu. Kuna katunguri kadogo ambako huwa waganga wanapeana kwa mama. Hallelujah. Na huwa hicho kitunguri, kitunguri kinaitwa mtoto wa ndonga. Hallelujah. Kuna kitunguri kidogo ambacho kinatengenezwa na waganga na wanapewa wamama, na wanapewa masharti ya kwamba uingiapo utokapo lazima uambatane nacho hicho. Usikubali, usijaribu kukiwacha bali. Hallelujah. So nilimpata mama yangu akiteseka na hicho kitu sana. Nilimpata kila atakapoingia. Wakati kuna ile nguo ambayo mtoto anabebewa ile. So ile kitunguri ilikuwa haitoki katika hiyo nguo. Haitoki. Inafungwa katika ile mche ya ile nguo. Hiyo inafungwa hapa. Hata mtoto akilazwa mahali pengine, hata mtoto akifunikwa nguo nyingine tofauti, ile kitunguri hakitoki katika hiyo nguo. Anaweza kufunga. Hallelujah. Na ilikuwa nguo special. Wanaweza kufunga. So hiyo ilikuwa ni ulinzi, na alikuwa ameambiwa ya kwamba pindi utakapo misplace kitunguri, basi na wewe huyo mtoto wako anaweza kufunga. Hayo ni masharti ambayo alikuwa amepewa na mganga. Masharti ambayo alikuwa amepewa aende kwayo. Hallelujah. Na unapata hao watu huwa wanahakikisha ya kwamba hakuna kitu hata moja wanasahau. Wanaweza kufunga. Lakini waumini wa hivi sasa, hallelujah, tunasikia hilo neno hivi leo, na tukitoka pale nje tumeliachilia hapo hapo. Wanaweza kufunga. Hallelujah. Tumekosa ule umuhimu wa utiifu katika maisha. Wanaweza kufunga. Kuna mambo mazuri ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha ya watu wake. Kuna vitu vizuri ambavyo aliandaa kwa ajili ya maisha yako mpendwa. Lakini hivyo vitu hautawahi kuvipata utakapokosa utiifu katika maisha yako. Usiposhuka na kutaka kukubali neno la Mungu katika maisha yako, utakapokataa utiifu katika maisha yako, basi sahau hizo baraka ambazo Mungu ameandaa kwako. Lakini hivi leo nimesema ya kwamba itakuwa ya kwamba utakapoisikia sauti ya Bwana na kufanya kila kitu kwa ajili yake. Hallelujah. Nasema ya kwamba nitakuinua juu ya mataifa yote. Hallelujah. Nani atakayekubali tukusikia sauti yake? Ni nani atakayechukua hiyo hatua siku ya leo? Ya kwamba mimi siku ya leo ninakubali kuenenda na kile ambacho Mungu ananena katika maisha yako. Usitafute mambo mengi. Usitafute ni kitu gani. Usitafute mambo mengine tofauti. Hallelujah. Usitafute ni jambo gani ambalo watu wanafanya katika ulimwengu. Usitafute ni mbinu gani ambayo watu wanatumia kule nje ya kubarikiwa. Tafuta tu neno moja pekee. Utiifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mstari wa pili unasema ya kwamba na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Tabarikiwa mjini, tabarikiwa mashambani, tabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kuandaa unga. Hallelujah. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mambo mazuri ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha.
Yesu asifiwe. Leo hii imekuwa ngumu sana, imekuwa ndoto sana. Namba kubwa ya watu ambao wanateseka ni watu ambao wameokoka. Namba kubwa ya watu ambao wao ni watu wa kuhangaika ni watu ambao wanajiita Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unapata ya kwamba leo hii hapa unajua ni aibu kubwa sana. Haleluya. Ni aibu kubwa sana wakati tunatumia microphone by